wenu wanaume mliooa wanawake warembo, hamjui watu wanaishi na tumbiri na vichwa ngumu huko. Hadi siku ile huyo mrembo atakuacha na mtiifu atakuacha, ndio utashikiwa kiuno na mwanamke akwambia ongea mwanaume, ongea madevu, nena. Ndio utajua wanawake hawafanani. Ole wenu wa mama mlioolewa na mabwana wazuri ambao hawapigi. Nendeni muangalie meno ya madada wengine. Haikungolewa na daktari, ilingolewa na ngumi. Na wengine hawajawahi ona shilingi ya mabwana zao. Ni yeye aende afanye kazi na afanye bidii aje alishe watoto. Amen. Ole wenu mlioolewa na mume mmoja na wewe ni mke ngapi? Waulizeni wale walioolewa wanawake wangapi? Kila mmoja aende alime, alishe watoto wake na atafute chakula. Bwanake atakuja kesho kutwa, anaenda merry go round. Akija kulala kwa nyumba yako, tafuta chakula cha maana umlishe. Nyinyi ni wafanyikazi. Kuna mtu anaelewa kile nasema? Huyu mama ameenda kufanya kazi ya kulima, alete chakula. Yule mwingine naye ameenda kuvulia watu samaki, alete chakula. Yule mwingine naye akona kashamba kake kadogo. Bwana anafanya kazi ya kuketi, akona mbuzi ngapi ambao ni wagonjwa wa akili kama yeye. Unisamehe kama nimetukana babako. Kwa hivyo nyinyi mlioolewa na mume mmoja na anakupenda, mtunze, sababu wengine wanatamani kuwa kama wewe. Ole wenu mataifa mlio na amani, mwataka vita nyinyi. Mungeenda kwa yale mataifa ambao watu wamepigwa, maduka yameisha, magari yamechomwa. Mtu aliyekuwa milionea, yeye sasa leo hii anaishi ndani ya hema ya Red Cross akisubiri aletewe unga kule, maana nchi yake haina amani. Lakini nyinyi mlio na amani mwatamani vita, mpaka mna post. Wanapiga Iran, si wangekuja wapige huku? Ole wenu msiojua vita ni nini. Ole wenu mliozaliwa mkapata baba ako na gari. Mungepata baba ako na punda, mungetunza gari. Lakini kwa vile mmepata gari, mwajuaje kama watu wanatamani gari? Ole wenu watoto ambao baba zenu wanawabeba na ndege, mnaenda na ndege shuleni. Mwafikiria watu wote wanapanda ndege. Kuna wengine wanachapa mguu kwenda na mguu kurudi. Na wakichapwa, nyinyi mnaisoma kwa mashule ambao hamchapwi, mnasoma na laptop, mnasoma na wengine wanasoma wakiwa hawajui vitabu ni gani, na wanataka kufanya mtihani sawa na nyinyi. Lakini hautunzi neema ambao umepewa. Je, huyo babako ni nani kwako? Ole wenu mnaoona miujiza kwenye makanisa yenu. Na mmeona sana mpaka hamjui yatakana hizo nguvu zibadilishe maisha yenu. Heri wao wanaotamani miujiza na wajawaiona, maana wakipata muujiza watatunza madhabahu na watakimbilia muujiza huo. Ole wenu wa mama ambao hampigwi kwa ndoa zenu. Mwafikiria kila ndoa mume anapenda mkewe. Ulizeni wenzenu, msifikirie wako na majipu kwa mashavu, ni ngumi ya jana jioni. Ole wenu nyinyi watoto mliozaliwa mtoto ngapi? Mara nyingi huwa mnafikiria wazazi wanawapenda, hawapendi, wanawatendekeza. Heri nyinyi mliozaliwa watoto 20 na mama ngapi? Kila mmoja ajitetee kwa nguvu zake. Chakula ikiwekwa kwa meza ni bidii yako, utashiba. Ole wenu mlioenda mataifa ya ng'ambo, dada zenu na ndugu zenu wako hapa Afrika, wanajua mlienda majuu. Mnakamuliwa kama ng'ombe, sababu hata kama unaishi kwa box, bora uko ng'ambo. Mwateseka kweli huko. Ole wenu aliyekupandisha ndege, mlaani.
sababu alikuletea shida. Mlienda kwenye mataifa yaliyo na mali lakini hayana ndoa. Hata mume uliyeenda naye pia amechukua mzungu, amekuacha hapo. Ole wenu mnaosikia maneno ya kinabii yanatimia, maana mmesikia mpaka mkazoea. Heri wao wanaoitamani, maana kiu yao itakuja kuondolewa na hicho chakula. Ole wako uliyezaliwa msichana mrembo. Unafikiria watu wanaolewa kwa sababu ya urembo wake? Chunga, utazeeka na hiyo figa yako na sura yako. Maana hakuna kahaba mwenye sura mbaya. Yuko. Hata kama kuna sura mbaya huwa anatengeneza. Kuna vitu vya kununua madukani. Ole wenu mlioshikilia dini kuliko Kristo. Mtakufa mkiteseka, lakini Kristo yuko tu. Maana Kristo sio dini. Asanteni.